Sasa ndio mfanyi biashara mmoja yuko kwenye biashara zake, famarra rajulun yabi'u al-inaba, akapita mtu anauza zabibu nzuri, zimekaa vizuri sana. Yule mfanyi biashara akamwita yule anayeuza zabibu, njoo, unauzaje? Akasema bei. Akanunua kilo 2, akatoa mmoja katika wafanyikazi wake, akamwambia mpelekee nyumbani, hii zabibu iko safi sana. Kweli yule akachukua mfanyikazi akapeleka nyumbani. Yeye yuarudi jioni nyumbani. Mchana mama na watoto walipokaa na zabibu, wasema leo baba yenu ameleta zabibu nzuri sana, zimekaa vizuri. Mama, ndio, tamu tamu tamu. Akazipiga zote, wakakula zabibu yote wale watoto na mama. Jioni mzee alipokuja, oga nini, amekaa mezani kuletewa chakula, akakumbuka mbona sijaona zabibu. Akasema, jamani, zabibu ziko wapi? Hakuleta ule mshanzi? Akamwambia hapana, ameleta. Ala, mbona sizioni? Tumekusahau, zilikuwa tamu sana, tumegusagusa, tukishtuka imefanya nini? Imeisha. Amenunua jioni yale, lakini si riziki yake, hakufanya nini? Hakuweza kula. Riziki anayekulisha ni nani? Allah. Huyu bwana akakasirika, alafu akasema sawa. Asubuhi huyu bwana akatoka, akaenda kuangalia sehemu yenye watu wengi, akatafuta dalali, akamwambia, hii ploti hapa naona kuna watu wengi wanafanya soko, biashara inaenda hapa, kwenye watu wengi nitafutie ploti hapa, nataka kununua by any cost. Na kweli akauziwa, akatengeneza, atafuta mtu akamtengezea plani mzuri ya msikiti. Mzee yule akatafuta fundi ajengewe msikiti. Sasa baada kwenda kwenye biashara, asubuhi huenda kujenga msikiti, mkewe amwambia, mbona huu fundi mpya umetoka wapi, wajenga jengo gani? Akamwambia msikiti. Kuanzia lini? Mbona sija? Akamwambia hii habari ni ya zabibu. Hii historia ya msikiti imeletwa na nini? Mume wangu, kwanza fanya biashara, tajenga msikiti. Wewe una watoto, ukifa tutakujengea sadaqatun jariya, takujengea bonge la msikiti. Asema mmenisahau kwa zabibu, mtanijengea msikiti. Tumeelewana? Wacha nifanye mwenyewe, niko hai. Zabibu tu mmepiga vitu mkamaliza, mkaniambia mmesahau zabibu ya riali 20. Mtakumbuka kunijengea msikiti wa riali 3000. Wacha nijenge mwenyewe. Mahalu shahidi ni kwamba riziki isitusahauzishe. Lengo letu katika maisha kwamba sisi mlengwa ni nani? Allah. Maisha haya kutengezeka, maisha haya kuwa mazuri, ni lazima sote tumlekee nani? Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sema, hakika sala zangu, sala yangu ninaisali, ibada zangu zote ninapochinja, uhai, riziki ninaotafuta, na hata kifo changu kiwe ni kwa ajili ya nani? Ni cha kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Weka ramani hii ya maisha kwamba mimi nilipoingia dunia hii mpaka kutoka, nataka mambo yangu yaende yakimridhisha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Allah, kusudio langu ni wewe, ninachokifanya nakifanya kwa ajili yako, na ninachotaka ulimwenguni ni radhi yako. Utakapoishi na maisha haya, wewe umejitengezea maisha saadat ad-darain, furaha ya nyumba mbili, kwa sababu hakuna kitu kitakuja
kukufanya wewe uumie katika ulimwengu ukijua uko radhi na Allah tabarak wa taala. Hakuna ambalo utalipata kwamba umekosa katika dunia hii kama umempata Allah tabarak wa taala. Famadha faqada man wajada Allah, kwa sababu aliyempata Allah hajakosa kitu.